Habarini tena za wakati huu, ni mwalimu wenu tena Mwalimu Juma Mtika Bakari. Ninawakaribisha katika somo letu la hisabati. Tunaendelea na umahiri wetu mkuu wa namba nzima. Katika namba nzima leo nitagusia kipengele muhimu sana ambacho wakati mwingine kinaonekana sio muhimu, lakini kina umuhimu na kina ulazima mtoto kukifahamu vizuri. Kipengele tutachogusia leo au umahiri mkuu tutakayogusa leo itakuwa ni abakasi. Tutagusa kitu kinachoitwa abakasi ndani ya namba nzima. Nami nitaonyesha namna rahisi ya kuchora abakasi. Hii inamfaa, mahiri hii inaanzia darasa la 3, la 4, la 5, la 6 na la 7. Karibu fuatane na mimi. Tukianza kujifunza mfano wetu, anasema chora abakasi kuwakilisha namba zifuatazo. Chora abakasi kuwakilisha namba zifuatazo. Namba hizo ndizo zinaonekana hapa. Mfano, kipengele A kuna namba kufikia hapa. Anasema uchora abakasi kuwakilisha hii namba. Katika kuchora abakasi mpenzi, unachokifanya kwanza hesabu idadi ya tarakimu katika namba yako. Mfano namba yetu katika hesabu ina tarakimu ngapi? Asante. Tarakimu zilizoko hapa ni 1, 2, 3. Kwa namba yetu hapa inazo tarakimu 3. Kwa hiyo utachora abakasi yenye mihimili mitatu kuwakilisha idadi ya hizo tarakimu. Yaani utachora muhimili wa kwanza, muhimili wa pili, muhimili wa tatu. Kumbuka kuwa mihimili ya abakasi inachorwa kwa kutumia penseli na rula. Chora mihimili yako kwa usafi na nadhifu. Kadiria umbali kutoka muhimili mmoja hadi muhimili mwingine iwe inafanya nini? Inalingana. Na ukitumia kipimo kwenye rula itakuwa nzuri zaidi. Tunaanza. Muhimili wa kwanza kushoto unawakilisha namba ya kwanza kushoto. Utaanza kuiandika hii. Namba ya kwanza kushoto na kwa muhimili wa kwanza kushoto. Hii namba ni 3. Kama ni 3, maana yake unaweka vihesabio vitatu katika huu muhimili wa kwanza kushoto. Kisha namba inayofuata hapa ni 1. Umetoka hapo unaingia hapa. 1 maana yake unaweka kihesabio kimoja katika huu muhimili mmoja. Baada ya hapo unakuja 4, maana yake ni hapa. Unaweka vihesabio vinne. Chora vihesabio vizuri vinavyovutia. Hapa tayari umeshawakilisha namba 314 katika abakasi. Unaweza pia ukachora abakasi kwa kutumia namba hii. Utahesabu idadi ya tarakimu kwenye namba 1, 2, 3, 4. Nani utachora vile vile? 1, 2, 3, 4. Ukishachora katika kila muhimili tia idadi ya vihesabio kulingana na namba inayowakilishwa. Mfano namba ya kushoto hapa ni 5. Kwa hiyo katika muhimili wa kwanza nitaweka vihesabio vitano. 1, 2, 3, 4, 5. Muhimili unaofuata una namba 3 ambao ni huu. Naweka vihesabio vitatu. 1, 2, 3. Muhimili unaofuata ni huu. Una 0. 0 maana yake hakuna kitu. Kwa ule muhimili wenye 0 maana yake utauweka bila kuweka kitu, utauacha kama ulivyo. Badala yake katika muhimili wa mwisho ambao ni 7, pale nitaweka vihesabio 7. Tutaweka cha kwanza, cha pili, 3, 4, 5, 6, 7. Hapo tayari nitakuwa nimechora abakasi yangu. Mfano unaofuata hapa ni kuchora abakasi kwa kutumia namba hii. Kama ilivyo tulivyoelekezana kwa mwanzo, cha kwanza hesabu idadi ya tarakimu katika namba yako. Ujue hiyo namba ina tarakimu ngapi. Kisha utachora mihimili ya wima kulingana na idadi ya tarakimu ulizoziona katika namba husika. Mfano namba hii ina tarakimu 1, 2, 3, 4, 5. Maana yake nitachora mihimili mitano. Muhimili wa kwanza, 2, 3, 4, 5. Sasa hatua inayofuata baada ya kuchora mihimili yangu vizuri kwa kutumia rula na penseli, nitakuja kuweka vihesabio katika kila muhimili kulingana na tarakimu husika iliyopo katika muhimili wenyewe. Mfano, tarakimu ya kwanza hapa ni 4. Ninakuja kuweka vihesabio vinne katika muhimili wa kwanza. 1, 2, 3, 4. Tarakimu inayofuata hapa ni 0. Muhimili wake ni huu. 0 tumesema maana yake hakuna kitu. Kwa hiyo hautaweka chochote. Muhimili unaofuata tena tarakimu yake ni 0. Maana yake 0 tumesema ni hakuna kitu. Kwa hiyo tutaacha bila kuweka kitu chochote, hatutaweka kihesabio. Muhimili unaofuata hapa ni hii 1. Kwa hiyo nitaweka kihesabio kimoja. Na muhimili wa mwisho ambao ni huu unawakilishwa na 3.
Kwa hiyo hapa nitaweka vihesabio vitatu. Nasema 1, 2, 3. Hapo tayari bakasi yangu itakuwa imekamilika. Aidha, kuna kipengele cha mwisho ambacho kipengele B kinasema chora bakasi kuwakilisha namba 536. Sasa hapa utamsaidia kijana kujibu, kisha utaandika katika comment section jibu lake, au unaweza kunitumia kwa njia ya WhatsApp. Tunaweza tukawasiliana nikakupatia jibu. Tutaendelea katika mfano unaofuata. Anasema kwa kutumia tarakimu andika namba inayowakilishwa na abakasi. Kwa kutumia tarakimu andika namba inayowakilishwa na abakasi. Maana hapa zipo abakasi. Anataka kila abakasi uiangalie, useme ndani ya abakasi hiyo kuna namba ngapi? Sasa unachokifanya ni kuhesabu idadi ya vihesabio katika kila muhimili. Anza muhimili wa kwanza kushoto, rudi kulia. Utaanzia muhimili huu una vihesabio vingapi? Vipo 1, 2, 3, 4. Utaandika kwa penseli hapa 4. Muhimili huu unahesabu una vihesabio 1, 2, 3. Utaandika kwa penseli hapa 3. Muhimili huu una vihesabio 1, 2, 3, 4, 5. Utaandika kwa penseli hapa 5. Baada ya hapo sasa namba yako utaandika bila hapa chini. Kuna 4, 3, 5. Kumbe bakasi hii inawakilisha namba 435. Utafuta bakasi inayofuata. Kwa kutumia tarakimu andika namba inayowakilishwa na bakasi hii. Utahesabu kama kawaida idadi ya vihesabio katika kila muhimili. Nikihesabu hapa ni 1, 2, 3, nitaandika hapa 3 kwa penseli. Hapa muhimili unaofuata hauna kitu. Hauna kitu maana yake ni 0. Tarakimu 0 inawakilisha kwamba hakuna kitu. Tarakimu inayofuata hapa, muhimili unaofuata una vihesabio 1, 2, 3, 4. Maana utaandika 4 hapa. Muhimili unaofuata hapa una kihesabio kimoja. Maana nitaandika hapa. Baada hapo utaandika mjira hapa chini. Utaanza 3, 0, 4, 1. Utakuwa umeandika namba iliyowakilishwa na hiyo abakasi hapo. Baada ya hapo kuna kipengele C. Namba inayowakilishwa katika abakasi hii. Utahesabu vihesabio katika kila muhimili kama tulivyofanya kule A na B. Muhimili wa kwanza kuna kihesabio kimoja, kwa hiyo utaandika penseli hapa 1. Muhimili unaofuata hauna kihesabio, hakuna kitu. Tarakimu inawakilisha kwamba hakuna kitu ni 0, utaandika 0. Na muhimili unaofuata pia hauna kihesabio, maana hakuna kitu ni 0. Muhimili unaofuata una vihesabio 1, 2, 3, 4. Kwa utaandika 4. Baada ya hapo sasa hizi namba zako ambazo ulikuwa umeziandika hapa juu kwa penseli utaziandika sasa vizuri kwa kalamu ya wino chini ya bakasi yako. Hapo kuna 1, hapo kuna 0, hiyo ni 0 na hapo kuna 4. Kwa hiyo kumbe namba yangu hapo ni 1004. Kwenye comment section na wewe utaangalia kipengele B, utaandika namba inayowakilishwa na bakasi hii. Baada hapo katika sema comment hapo utatuandikia jibu. Nami nitajibu, nitajibu, nitakwambia jibu lake nini. Lakini naendelea kutoa ofa kwamba kama kuna mzazi anavutiwa na vipindi vyetu, anataka maswali ya ziada, basi weka katika comment yako hapo chini niambie. Nitaangalia namna nzuri ya kuona kupatia maswali na mtoto wako atafanya, na nitaangalia namna nzuri ya kumfanyia masahihisho kibidi. Darasa huru la hisabati ni suluhisho la channel zote. Ni suluhisho la tuition. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili watu wengine wengi zaidi wapate kunufaika. Karibu.